Mwanangu, hii hali unayoiona kwa dada yako si hali ya kawaida. Kiukweli mwanangu, huyu dada yako hajalogwa, isipokuwa hiki kitendo kilichotokea inavyoonyesha dada yako alimpenda sana huyo kijana. Mapenzi hayana dawa na hatuwezi kumtibu kwa dawa zetu, ila dada yako anahitaji kufarijiwa na pia anahitaji apate Tofa. Mapombe, mimi ya kwangu nishamaliza. Nimeshaitengeneza dawa na pia nimeshaiandaa. Kilichobaki ni kumkabidhi Tofa akatumie na huyo binti. Ila inabidi hiyo kwa haraka sana. Mtabiri, mimi nimekuelewa na nitafanya kama ulivyosema. Basi ngoja mimi niende nafikishie wahusika na jambo hili, na kama ulivyosema tulifanye kwa haraka sana, na mimi nitafanya hivyo. Ngoja mimi nikuache. Karibu. Asante. Funga tuondoke mama, mchawi ana huruma mama. Funga tuondoke leo, mchawi ana huruma funga tuondoke mama, mchawi ana huruma mama. Kiongozi, nimepata taarifa kutoka kwa mtabiri. Ameniambia kuwa ile dawa iko tayari na Tofa anaweza akatumia na akawa sawa. Mapombe, hizo ni taarifa njema sana na nimefurahi sana kusikia hivyo. Sasa ningeomba taratibu za haraka sana ziweze kuchukuliwa. Ikiwezekana hiyo dawa ipelekwe kwa Tofa aitumie na huyo mwanamke, na baada ya hapo utaratibu wa ndoa ufanyike kwa haraka sana. Lakini msisitizo ni kwamba siku ya ndoa hiyo hiyo Tofa akabidhiwe mkoba. Basi sawa, ngoja mimi nikafanya hivyo. Habari yako shemeji? Salama. Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Vipi kwa upande wako? Mimi si jambo kiasi. Nimetoka nyumbani kwenu, sijawakuta nyote. Kiukweli asubuhi mimi nilitoka na nilikwenda kibaroni kwangu. Na Mondola yeye nilimwacha pale. Lakini alikuwa anatiba pia kutoka kwenda kutafuta mishemishe. Unajua shemeji, huu mji bwana bila kuhangaika huwezi kula. Anataka kachakalike ili mkono uende kinywani. Sasa shemeji, mbona simu yake haipatikani? Kuhusu simu sina uhakika sana, lakini tunachokumbuka jana usiku aliweka chaji. Sasa kama patikani sijajua labda na issue gani tena. Vipi lakini? Kwema? Nilikuwa najisikia vibaya. Ikabidi niende hospitali kupima. Vipimo vikaonyesha mimi ni mjamzito. Mimba? Shemeji, ulipima vizuri ya? Ndiyo, mimi ni mjamzito. Zamani shemeji, usijisikie vibaya kwa sababu nacheka. Nimecheka kwa sababu nimeona kama vile muda bado sana wanyi sasa kuanza kutengeneza familia kwa sasa hivi. Yaani kilichonishangaza mapenzi na muda mchache tu, lakini tayari mshaanza kujenga familia. Lakini hilo jambo zuri sana shemeji, hasa kwa watu wanaopendana. Kwa hiyo
usitengeneze fikra mbaya kichwani kwako juu ya hiki ulichokiona hapo kwangu. Yaani kucheka kwangu kusikufanya ukanifikiria tofauti. Hakuna shida. Ila nikuombe kitu kimoja. Ukifika nyumbani, mwambie ndugu yako mimi ni mjamzito. Zimefika. Nafikiri hilo ni jukumu langu kwako. Na umwambie aje nyumbani. Sawa? Kaka, kuna mambo yananichanganya sana kichwani kwangu. Na kiukweli yananiumiza sana. Na hii yote sababu niliwaamini na kuwapa thamani kubwa watu ambao ni maadui zangu. Si kama mimi nilivyokuwa nafikiria kuwa wao ni ndugu zangu. Ndugu yangu, mbona unanifumba? Hebu niambie, nini maana fumbo lako? Unajua niliishi na watu ambao niliwaamini na nikawapa kila kitu changu. Hata kama kilikuwa kinaniumiza, lakini nikaona bora wapate wao, mimi nikose. Na kumbe nilikuwa nachezea shilingi chooni. Vitendo mlivyonifanyia sio vya kiungwana kabisa. Nimeyajua mengi sana. Cha kwanza kuhusu kifo cha wazazi wangu. Najua unayajua mengi sana, lakini hakutaka kuniambia. Ukizingatia tumefanya mengi sana. Hebu jaribu kuvaa kiatu changu, alafu ujue maumivu nayopitia muda huu. Nikutakie maisha mema. Sauda, unaendeleaje? Naendelea salama kama pombe. Ila kaka, kuna kitu mimi sikielewi. Najiuliza sana mpaka nakosa majibu. Wewe kaka, umeyafanya hayo yote uliyoyafanya kweli? Mpaka siamini. Umetoka na mwanamke huko mjini, tena na ujauzito wa Muhina. Na umeamua kukaa naye nyumbani kwako kimya tu. Umeifanya kama siri. Umesahau yale yote tuliyokuwa tumefundishwa tukiwa wadogo. Sauda, acha nikuombe samahani. Samahani sana. Ila sisi hatakuwa na jinsi. Kama unavyojua au ulivyosikia, kuwa yule ni mwanamke halali wa Muhina. Na tena na ujauzito wake. Sasa tungemzuiaje kuja kijijini kuzika? Amekuja huku kumzika mumewe. Na si kitu kingine. Na kama unavyojua, tulikuwa na pilika za msiba wa Muhina. Tukashindwa kufanya chochote kile. Na ndio maana yule mwanamke yuko hapa. Oh. Basi sawa. Umeshasema ni mwanamke wake. Na hukuweza kumwacha mjini, uliamua kuambatana naye kuja naye kijijini. Ila tambua tu mimi umeniumiza sana. Na kwa sababu umeshasema halikuwa ndani ya uwezo wako, basi mimi sina maneno. Nikutakie safari njema. Sauda. Sauda.
Mwanangu, nina taarifa njema. Dawa imeshatengenezwa na kesho mtaitumia mkiwa wote wawili, na huo ndio utakuwa mwanzo wa kila kitu. Unaenda kuanza maisha mapya mwanangu, nakutakia kila laheri. Kiukweli mama, mimi sina cha ziada zaidi ya kusema nakushukuru sana. Usijali mwanangu. Dada, kuna jambo nataka nikuombe kama litakupendeza. Nilikuwa nimekaa na Halima, kuna vitu alikuwa ananiomba. Kuna binti mmoja anaitwa Salha. Yule binti ana mimba ya Muhina, lakini ndio binti ambaye aliwapokea mjini. Wamekaa naye muda mrefu sana wakimpambania mimi. Sasa yule binti anatamani ajifungulie hapa kijijini, ili kitovu cha mtoto wake kiwekwe hapa hapa kwenye ardhi ya babake. Sasa na pale anapoishi anaishi kwa Mapombe. Sasa inakuwa sio vema sisi ambao tulikuwa nao mjini, ambao sisi ni wenyeji wake, tukawa kama tumemkataa. Kwa hiyo ni bora nikimuoa Halima naye tuje kuishi naye nyumbani kwetu. Sijui wewe unalichukuliaje? Balaa gani ninataka kuingia nyumbani jamani? Nikitoka ile ninaingia ile. Na kaka tena nataka mlete Ibilisi hapa nyumbani. Laiti angejua ninavyomchukia huyu mwanamke. Sijui nitafanya nini. Dada Sauda. Vipi? Mbona unijibu chochote? Yaani kaka, nilikuwa najaribu kutafakari. Unajua wewe hujalelewa na wazazi wetu, lakini una upendo. Yaani una upendo wa familia. Yaani nimefurahi sana. Yaani kuwa na kaka ambaye anapenda watu. Ni vizuri tumsaidie kwa sababu ni binadamu wenzetu. Na hata wazazi wetu waliambia tusiwatenge watu. Na ndio maana unaona kijiji chote hiki kinatupenda kwa sababu ya upendo wa familia yetu. Basi ni vyema kwa sababu ile pia ni damu yetu. Na Muhina ni kaka yetu. Ndio kabisa. Afu si ana shangazi yangu yule. Ni kweli. Tumsaidie yule binti kwa sababu Muhina sasa hivi hayupo. Anatuangalia sisi. Kwa hiyo mtoto atakapozaliwa ni damu yetu ile, tusitenge. Hatimaye shamba sili hapa sasa. Hiyo mnaweza ngakosa hata kandizi huko. Hapana, sio kweli. Sasa pamoja nijidunge, nipige zangu ngudi 3 za dawa, afu niingie shambani. Hata kama nikikuta ndizi haijakomaa, haijaiva, nachukua naenda kuivundika nyumbani mpaka inakuwa ndizi ya tunda.
we! Usimwage! Mtakatifu! Mwamba! Jamaa! Mwanangu, hii dawa ukiinywa hautaonekana na mtu yoyote yule. Ili uonekane na mtu yoyote, unatakiwa uinywe tena kwa mara nyingine. Unielewa? Hayo ndo matumizi ya hii dawa. Mwenye shamba! Mwenyewe! Ai, nimeisha mimi, nimeisha. Sionekani. Nimeisha. Ai, sionekani. Umependeza sana. Ulivyovaa hiyo t-shirt umenikumbusha sana marehemu pacha wako. Maana ilikuwa ni nguo yake pendwa sana. Dadangu ameniambia pacha yangu aliipenda sana hii nguo. Kokote alikokuwa anaenda basi alikuwa anapenda kuitumia. Lakini zipo nyingi ndani, kwa hiyo nikaona nianze tu kuzivaa. Kwani kuna ubaya? Hakuna tatizo, kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume. Kurithi nguo zake ni haki yako pia. Japokuwa mtu akikuona atamkumbuka sana Tano. Tofa, mimi nilikuja kukupa taarifa kwamba tayari mtabiri kashaitengeneza dawa. Kwa hiyo atakupatia dawa, utaitumia wewe na Halima. Na baada ya kuwa umeitumia hiyo dawa, kitachofuatia ni kufunga ndoa. Hatutakuwa na jambo la kusubiria tena. Na baada ya kufunga ndoa tu, basi zoezi linalofuatia ni kwenda kukabidhi mkoba. Mimi sina shaka. Na mimi nawasikiliza nyinyi tu. Basi sawa. Nipenda kupatia hiyo taarifa. Mke wangu, shemeji, naombeni msikize kwa makini sana. Na tena hapa munielewe. Hichi kijiji kwa sasa kimeshakuwa kina mambo mengi. Sasa basi, nawaombeni msije mkatoka pasipokuwa na sababu aina yoyote ile. Kuwe na sababu ya msingi ndipo mtoke hapa nyumbani. La sivyo, mkae tu hapa nyumbani. Maana kwa sasa yanayoendelea si mambo mazuri. Utakuwa mmenielewa hapo. Sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Ila kuna jambo hapa mdogo wangu amenieleza, inapaswa na wewe ulifahamu. Shemeji, yule dada ambaye ilikuwa inasemekana ana mimba ya Tofa, nasikia alikwenda nyumbani kuniulizia. Lakini mbaya zaidi, wakamwelekeza kila kilichotokea na kumpa ramani ya kufika hapa kijijini. Na pia alichukua namba zangu, lakini za kwake ya kuacha pale. Na amewaambia ataanza safari siku 2-3 zijazo. Kwa hiyo tusubiri tu ugeni. Ni hilo tu shemeji. Tuachane na hayo ya kesho. Maana yatuhusu. Tufanye yanayotakiwa. Mke wangu, njia nimepitia mambo mengi sana magumu. Hivyo unavyoniona hapa nimechoka kweli yani. Hebu niendelee kahawa kwanza, ili nipate kutuliza mwili. Mimi niko ndani. Sawa mume wangu.
L'espérance d'un jour meilleur.